Naam, karibu tena mtazamaji. Kumbuka jinsi ilivyokuahidi katika awamu yetu ya pili, tutakuwa tunazungumzia masuala ya umuhimu wa kumnyonyesha mtoto mchanga katika miezi 6 ya kwanza. Na studioni bila shaka nipo nao wageni Mary Kimani, mtaalamu wa lishe ya afya ya watoto wachanga, lakini pia nipo na Ann Kawai, mkuu wa kliniki ya mama na watoto katika hospitali ya Mata. Tutakuwa tunazungumzia masuala haya yote papa hapa KTN. Na nimeona leo amekuja na tunahitaji hiyo kwa lugha ya Kimombo. Tuanze na Mary. Tunahitaji hiyo kwa lugha ya Kimombo. Ama Ann, tuanze na wewe Ann. Tunahitaji katika lugha ya Kimombo. Ulichokuja nacho. Ni mtoto. Mtoto. Yeah. Aha. Aya, asante sana. Bila shaka tutakuwa tunazungumza mengi. Lakini yote 9-10, kwanza ningependa tuanze na yale masuala ya kawaida ambayo wengi sana wanajiuliza. Hivi kwa nini mtoto anyonyeshwe kwa muda wa miezi 6 mfululizo? Kuna umuhimu gani? Twende moja kwa moja kwa swali hili. Twende kwako, tuanze na kwako Ann Kawai. Mtoto anyonyeshwe kwa miezi 6 mfululizo. Hivi kuna manufaa gani? Ni vizuri mtoto kunyonyeshwa kwa miezi 6 mfululizo. Hasa hili linaanza wakati mtoto anapozaliwa. Ile saa ya kwanza, ndani ya saa ya kwanza ya kuzaliwa, ambapo maziwa ya mama yana manufaa kubwa kwake, ambapo ni maziwa njano. Hayo maziwa yanakinga mtoto na maradhi ambayo yanamfanya asipate maradhi. Pia ni vizuri kumnyonyesha mtoto sababu inaleta uhusiano mzuri na mama na mtoto, ambao anapowekelewa kwa mama ngozi na ngozi, ambao kwa Kiingereza tunaita bondi, inamfanya pendo la mama na mtoto lizidi kuwa salama. Pia inafanya mtoto aweze kukua vizuri kwa ubongo. Unaendelea kukua na anaweza kuongeza kilo ama ratili vizuri anapoendelea. Na pia anaponyonyeshwa vizuri, huyu mtoto huweza kuepukana na changamoto nyingi. Anapata pia nguvu kwa mwili. Ndio. Haya, asante sana. Huyo ni Ann Kawai, mkuu wa kliniki ya mama na watoto katika hospitali ya Mata. Nije kwako Mary Kimani. Amesema kuna changamoto nyingi ikiwa mtoto hataweza kunyonyeshwa kwa miezi 6 ya kwanza, lakini pia akasema kwamba kuna magonjwa. Hizi changamoto ni gani? Lakini pia haya magonjwa ni yapi? Asante sana na habari yako mtazamaji. Faida za unyonyeshaji, wacha kidogo nirudi nyuma. Faida za unyonyeshaji, kuna utafiti umefanywa. So si jambo la kuwazia ama kufikiria, ni jambo ambalo linaelekezwa na utafiti ambao tunaweza amini. Kwa hivyo recommendations ama mapendekezi yote ambayo inaelekezwa na Wizara ya Afya inatokana na utafiti. So si mambo na kufikiria, hiyo ni moja na ni ya muhimu. Kama vile umeuliza, kunazo changamoto za kunyonyesha. Kunyonyesha, kila mama anaweza kunyonyesha, lakini si rahisi. Na ndio changamoto moja inatokana na ufahamu wa mzazi, yule mama, hata na mzazi wa kiume, jinsi wanavyo fahamu kuhusu hii unyonyeshaji, faida yake. Unajua kawaida binadamu anafanya kitu ambayo anaona itamfaidi. So ufahamu ni changamoto moja ambayo tunapata. Unapata kwamba wazazi wanaona kama, kwa sababu tendo lenyewe si rahisi vile, manake kuna vile inafaa kufanywa, na mwenye hajui inamtatiza. So unakuta watu hawaweki maanani hili tendo la kunyonyesha. Changamoto zingine hutokana na kwamba wazazi lazima wapate mapato, sana sana wa mama. Na wakati mama ameenda kazini, inakuwa si rahisi kubalance kati ya kunyonyesha mtoto kama ilivyopendekezwa na kufanya kazi ili apate mapato. Unfortunately, ile kitu inaumia ni mtoto kunyonyeshwa, na unakuta wazazi kwa urahisi wanaona nisharudi kazi, wacha nifanye hivi. Na baadaye tukizungumzia lengo la mwaka huu la unyonyeshaji, nitazungumzia ni vitu gani zinawaka. Changamoto ingine ni support. Kama tumesema kitu ni changamoto, mtu kama binadamu anahitaji kuwa na support sijui yaitwaje na Kiswahili. Anahitaji usaidizi. Anahitaji mazingira ambayo inawezesha yeye kuweza
kunyonyesha. So kama na support inaanza kila mahali. Kuna kitu tunaita katika unyonyeshaji the warm chain, kwamba mtoto akizaliwa anatoka mazingira ya joto warm. Akiwa hospitali, akifika kwa ward, akikuta sister, ikuwe na warmth ya kumwezesha. Akienda nyumbani kukuwe na warmth. Akienda kazini akuwe na support. Hiyo warm chain ni support. Ile support ni serikali, ni media houses ambazo nikizungumzia baadaye tutaona utafiti nasemaje kulingana na kila juhudi ambayo inaletwa na kila mtu. So hizo ndizo changamoto zinakuwa. Magonjwa. Magonjwa ndio. Wewe ni mtaalamu wa lishe. Sasa ikiwa mtoto hata nyonyeshwa kwa muda wa miezi 6 maziwa yale ya mama. Magonjwa gani sasa ambayo anaweza kuyapata? So sister amesema maziwa ile ya kwanza ya rangi ya manjano, na si lazima iwe manjano, inaweza kuwa whitish. Hiyo maziwa inakuja na kinga ya mwili kwa mtoto. Kwa hivyo cha kwanza inazuia magonjwa yote, ni homa, ni magonjwa yoyote, manake nguvu ya mwili ya kujikinga na magonjwa inajengwa katika hiyo. Lakini kuna yale utafiti inaonyesha sana sana inahusika, moja ni ugonjwa ya kifua, respiratory diseases. Ingine ni kuharisha, kuendesha. Hayo magonjwa huwa inazuia directly. Kuko na evidence kwamba kama mtoto atanyonyeshwa inavyofaa, atazuiwa kutokana na kulazwa hospitali sababu ya ugonjwa wa kuharisha na magonjwa ya kifua ama ya homa. Lakini kitu cha tatu ni magonjwa ya allergy. Watoto wengine hupata allergy, sijajua inaitwaje na Kiswahili, lakini kushindwa kukithiri vitu aina mbalimbali. Hizo allergies pia zinazuiwa kama mtoto ataanzishwa kunyonyeshwa vizuri na aendeleze kama inavyo pendekezwa. Na nimesema haya mapendekezi ama hizi recommendations si za kuwazia, zina tetewa na utafiti ambao umefanywa, ambayo ni research. Ugonjwa ingine ambayo inazuiwa na sana sana tunaiona hata baadaye katika maisha ni kwamba watoto wanaonyonyeshwa vizuri kama inavyostahili, wakati watakuwa watu wazima wanakuwa na less risk ya kupata magonjwa kama ya kisukari, tunaita lifestyle diseases, ya kisukari, ya hypertension, ya overweight and obesity. Hayo magonjwa yote yanaweza zuiwa kama tutaanza vizuri. Na ndio maybe hata naweza sema sahi tunasema breastfeeding for a sustainable start in life, kwamba tukianza vizuri huo uzuri unakuwa sustained, utaendelea kufaidi huyu mtoto binafsi hata atakapokuwa ni mtu mzima. Bila shaka, asante sana. Amezungumzia nije kwako Ana. Mary amezungumzia swala la kazi. Na kazi, wanawake wengi huwa wanajifungua, kwa mfano akijifungua kama bado anafanya kazi, pia anakumbwa na majukumu mengi. Lakini utakuta kwamba ule muda wa kumnyonyesha mtoto unakuwa mchache kulinganishwa na ule ambao unastahili. Hivi wafanyeje ili kuhakikisha kwamba ule mtoto anapata ile yale maziwa ambayo wanapata ule muda wa kutosha wao kuweza kumnyonyesha mtoto? Manake katika mashirika mbalimbali, kwa mfano hapa Standard, ipo sehemu maalum ya kufanya vitu kama hivyo. Lakini sasa ikiwa mtu atakutoka asubuhi kuja kazini, akose hata lactation room kwa siku nzima, halafu kisha mtoto kule nyumbani anakosa muda wa kupata maziwa haya ya kutosha. Pia kuna wale wengine ambao pia huwa wanaogopa kwamba wanasema kwamba nikimnyonyesha mtoto wangu nitaharibika usichana wangu, unajua bado nahitaji muda kuendelea kukaa, kuendelea nitatumia lugha kama kupiga sherehe, vitu kama hivyo. Linapotokea swala kama hili, mtoto anakuwa katika athari gani? Wakati mama ambapo ana changamoto nyingi za kuweza kumnyonyesha mtoto, ni kwa sababu hajaelekezwa vizuri ama hajafahamu vizuri, ambalo ni jambo kama sisi kwa hospitali ya Mata, mama anapotunga ujauzito, anapoanza kliniki, hapo ndipo tunaanza kumfundisha umuhimu wa kuanza kutayarisha kunyonyesha mtoto anapotunga mimba, ambapo tunamwelekeza, tunashauriana na yeye, tunamwambia atakapojifungua, hapo siku za kwanza wakati bado ako na mtoto nyumbani, aanze kukamua maziwa ya matiti, ambapo aanze kuyahifadhi. Kuna njia nyingi za kuhifadhi, ambapo anaweza weka kwa friji,
ama kama akona freezer anaweza weka kwa freezer, ama kama ni mama hajiwezi, tunamwelezea wakati ule anapoanza kwenda kazini, kabla atoke kazini anastahili anamnyonyesha mtoto, kisha anakamua maziwa na kuyaweka kwenye chombo ambacho ni kisafi. Hayo maziwa ambayo yanakamuliwa, mwenye asiyeweza kuwekwa kwa friji anaweza kukaa kwa masaa 4 bila kuharibika. Kama kuna chombo cha kuweka kama friji ya kawaida, yanaweza kukaa hata siku 4 kwa friji. Kama ni kwa freezer yatakaa hata kama miezi 6 bila kuharibika. Lakini la muhimu tunamhimiza anapokamua maziwa ili kuyahifadhi, ni vizuri aandike tarehe na muda uliotoa, atumie vyombo ambavyo kutoka lita kama 60 hivi ama 20, 120 ndio ziweze kuwa kwa wingi. Ingawa tunamwelezea pia wakati hapo ujauzito ajadiliane na mwajiri vile angeliweza kumsaidia atakaporudi kazini, vile atakavyoweza kumpa chumba ama pahali pa kuweza kukamua maziwa na pa kuyahifadhi, ili akirudi nyumbani aweze kumpatia mtoto. Sababu hatukubalishi sana waweze kununua maziwa ya kawaida, kwa sababu kama tulivyosema, maziwa ya mama yana nguvu nyingi, yana proteini za kinga ambazo zinakinga mtoto na maziwa. Kwa hivyo akichanganya na maziwa mengine ni changamoto, italeta yale magonjwa meri ambayo amejadilia. Kwa hivyo ni vyema akiwa haelewi aje hospitalini, ataelekezwa, ama ajadiliane na wenye utafiti wa chakula kama nutritionist hivi, aelekezwe zaidi tu, anafundishwa kila kitu. Ndio. Kwa hivyo huwa ni swala la kwamba baada ya kutambua kwamba wewe ni mjamzito, unaanza kupata uhamasisho wa mapema ili utakapojifungua uweze kujua namna ya kumnyonyesha mtoto, lakini pia faida za kumnyonyesha mtoto katika miezi 6 ya kwanza. Nafikiri hicho ndicho tulikuwa unazungumza. Sasa nije kwako Mary sasa. Hapa kuna mwanamke amejifungua, lakini hana kile kiwango cha kutosha cha maziwa ambayo anafaa kumnyonyesha huyu mtoto kwa miezi 6 hii ya kwanza. Hivi anapaswa kufanyaje? Je, kuna aina ya maziwa ambayo huwa inauzwa dukani ama madukani kwa ushauri wa wataalamu wa afya, ili kuwapa hawa watoto waweze kunufaika pia nao sawa na wale wengine ambao wananyonyeshwa na mama zao? Lakini pia nikuulize kwamba je, ni sawa kwamba tumeshuhudia vijijini kwamba mama anajifungua lakini hana maziwa kutosha. Sasa akiwa kule vijijini hawezi kwenda pia dukani kutafuta yale maziwa ambayo yameidhinishwa na wataalamu wa afya kwa ajili ya kuwapa watoto wadogo. Wao sasa husema kwamba kwa kuwa mimi nimejifungua na sina maziwa, mamake fulani alijifungua sambamba na mimi, wacha basi mtoto wangu anyonye kwa mama mwingine. Haya mambo mawili wewe utayazungumziaje? Asante sana. So hilo swala za mama hana maziwa ni mojawapo ya yale maswala nyeti. Swala nyeti ni kusema swala ambayo ni challenging. Dio. Mimi kama ambaye nimefanya hii kazi kwa muda tu, kwa miaka kadhaa, na hicho ni kitu cha kwanza kimekuwa cha kutatiza. Na sana sana inaelekeza watoto kupewa vyakula vingine ama maziwa zingine isiyo stahili. Kitu ya kwanza, katika maumbile ya mtu, ya mama yoyote, wa mama karibu wote wanaweza pata maziwa ya kutosha. Lakini jinsi tunavyo handle huo unyonyeshaji inaweza leta maneno ya maziwa kutokuweko. Sister Anna amezungumzia akasema mama akijifungua tu aanze kukamua maziwa. Ndio sababu wakati atakuwa hayuko karibu mtoto wake apate maziwa. Kumbuka tumeanza na kusema this is the best start really. Na utafiti inasema all women bora ana matiti, iko na vitu vya kutengeneza na kona ubongo, anaweza tengeneza maziwa ya kutosha. So katika hiyo kukamua, tunaelekeza mama jaribu ukamue, kusustain hiyo system ya kutoa maziwa, anafaa kuwa anakamua. Hata kama hataweza kuweka maziwa hifadhi, tuna recommend kamua, tupa, mwaga kwa sink wherever. Na tunajua hapo kuna mambo ya kijamii ambayo kuna wengine wanasema usimwage maziwa kwa mchanga, sijui itakuwaje. Lakini la muhimu, toa maziwa kwa matiti. Kama hauko na mtoto isipite masaa 4. Matiti huwa inakwambia imejaa, yatolewe. Hiyo kuendelea kutoa, mama atakuwa na maziwa ya kutosha. Iwapo
kwa sababu yoyote. Sisi amezungumzia kuhusu ushauri ambao ni wa wataalamu. Iwapo hiyo mambo yote haijafanyika na mtoto hapati maziwa ya kutosha, ambayo maamuzi kwamba hapati maziwa ya kutosha ni kwamba haongezi uzani, haongezi kilo. Kwa hivyo hiyo si jambo wazazi wanafaa wakae nyumbani waamue hatuna maziwa, wacha tununue sijui nini. Hiyo haifai kuwa maamuzi ya mzazi. Inastahili iwe maamuzi ambayo inaelekezwa na daktari. Manake yeye ndio kwa kliniki ndio watapima mtoto kilo, waone huyu mtoto wetu haongezi kilo, watajaribu kutafuta shida ni nini. Kama maamuzi ya kununua maziwa itafanyika hospitali, basi madaktari wako na mafundisho ni maziwa yapi. Kama vitu vyote vikiwa salama, ingekuwa nafuu sana kama mtoto angepata maziwa ya mama mwingine, ambayo ni kitu umezungumzia. Donor human milk, maziwa ya mama ambaye ni mwingine, ingekuwa the number 2 choice. In order of choice, maziwa ya mama mzazi hayapatikani, na hizo inafaa kuwa ni kwa sababu chache, basi maziwa ya mama mwingine. Lakini vile dunia imeendelea, tunajua uwezi tu patia mama mtoto maziwa ya mama mwingine. Hata utaenda hospitali, sita aseme si huyu pia mlikuwa na clinic na yeye, wacha akunyonyeshe. Kwa sababu lazima kuna mambo ya kuangalia, maneno ya magonjwa, maneno kadhaa tu. Kwa hivyo hata hapa nchini kulikuwa na utafiti inafanywa Pumwani Hospital ya maneno ya kutumia maziwa ya mama mwingine. Na mojawapo ya kazi hiyo ni kukua na maabara, laboratory, ambayo maziwa yanapimwa. Tunahakikisha hatutadhuru mtoto kama tunajaribu kumsaidia. Sawa sawa. Na tunajua kwa community zingine hiyo ni kitu cha kawaida. Hata msichana alijifungua akaenda shule, nyanya ya mtoto ananyonyesha tena maziwa yanakunywa. Tunasema kama ni kitu ambayo kinakubalika kwa jamii, ni vizuri pia ijulishwe kwa madaktari ili kuwe na kuangalia kama huyu mtoto kuna hatari yoyote yatapata kutokana na hili tendo nzuri ya kukunywa maziwa ya mama mwingine. Swali langu bado hujalijibu la kwamba kwa mama sasa hana maziwa ya kutosha, ndio hapo ninaenda kwa dakika kama 2 hivi kabla ya mapumziko. So tuseme hivi, nimesema hiyo uamuzi ifanywe kwa hospitali. Madaktari wote wamefundishwa ni maziwa gani. Sana sana kama tupati maziwa ya mama mwingine, sasa ni formula. Mimi kama mtaalamu wa lishe siwezi sema brand yoyote, bora ni formula ambayo inafaa huyu mtoto. Kwa nini maamuzi ikuwe hospitali? Kwa sababu mtoto anaweza kuwa alizaliwa na uzani mdogo, maziwa yake ile anastahili ni tofauti. So my recommendation ni kwamba kama mama hana maziwa, tafadhali jadiliana na kwa kliniki, utaelekezwa ni maziwa yapi. Mtoto anaweza kuwa ako na allergies, maziwa ile ataambiwa anunue ni tofauti. Bila shaka hata mkuu wa kliniki hiyo ya mama na watoto yupo hapa, Ann, atakuwa anatuambia ni aina gani hiyo, lakini pia atakuwa anatuambia je, inafika wakati gani mama ambaye amejifungua na anataka amenyonyesha mtoto wake atajua kwamba mtoto wangu ameshiba maziwa, hahitaji kuendelea kunyonya. Manake wengine wanawanyonyesha watoto paka wanatapika. Kwa hivyo ni swala ambalo bila shaka tunalizungumzia. Lakini pia tukirejea katika awamu yetu ya pili, tunazungumzia mengi tu. Hivi vifaa vya kukamua maziwa ya kina mama vinakaguliwa kwa aina gani? Yaani ni vipi? Manake si kila kifaa ambacho kinafaa kutumika katika kukamua maziwa na pia kuhifadhi haya maziwa. Ni vizuri tuweze kuyazungumza. Alafu kisha katika mwetu wa mwisho tutakuwa tunaangalia jinsi ya kumnyonyesha ule mtoto, positions za kumweka ili mtoto aweze kunyonya, lakini pia jinsi ya kumbeba mtoto na kadhalika mambo mengi. Nikiangalia utafiti wa shirika la UNICEF, takriban 60% ya watoto hapa nchini Kenya huanza kunyonya ndani ya saa moja baada tu ya kuzaliwa. 60%. Ni mambo yale ambayo tutakuwa tunayazungumza, mtazamaji, ila kwa sasa uniruhusu nipate tama la maji. Tukirejea ni mengi zaidi, usiende mbali.
Naam, karibu tena mtazamaji. Kumbuka tunazungumzia masuala ya umuhimu wa kumnyonyesha mtoto mchanga katika miezi 6 ya kwanza. Tupo nao wageni hapa, Mary Kimani ambaye ni mtaalamu wa lishe lakini pia afya ya watoto wachanga, na Ann Kawaya ambaye ni mkuu wa kliniki ya mama na mtoto ama na watoto pale katika hospitali ya Mata. Tunazungumzia umuhimu wa kumnyonyesha mtoto mchanga katika miezi 6 ya kwanza, na nilikwambia kwamba nimesema kwamba tukirejea tutakuwa tunazungumzia swala la kwamba mama sasa atajuaje kwamba amemnyonyesha mtoto na sasa ameshiba. Manake wengine huwanyonyesha kupita kiasi, ama ni muda gani tunafaa kumnyonyesha mtoto? Ni kwa lisali moja, dakika 20 ama dakika ngapi? Tutajuaje mtoto sasa ameshiba? Asante sana. Namna moja ya kujua kuwa mtoto ameshiba, wakati mtoto anaponyonya titi, ukimwangalia anaposhiba ataanza kutoa mdomo ama kuachilia chuchu ya titi. Ataanza kuiachilia na kutoa, na utaona kweli ametulia, ako na utulivu, ama anaanza kusinzia. Na titi lenyewe lile ambalo alikuwa akilinyonya utaliona limelegea na si halijajaza tena maziwa vile lilikuwa linajaza. Lakini na tena anaposhiba ni vyema pia kuangalia ndio asitapike, umemtoa hewa, ambapo kuna njia nyingi zitamsaidia mama kutoa hewa. Anaweza kumwekelea kwa huu ufupa, amuinue hivi kidogo, ndio tumbo kwa huu mfupa amsugue kidogo hapa mpaka achefue, atoe hewa kidogo. Wakati mwingine wa mama hupata ugumu huu wa kumwekelea hapa, hasa wale ambao wamepasuliwa, wamezaa kwa njia ya upasuaji. Hapo ndipo anaweza kutumia hili goti, akawekelea mguu hapa, akampakata mtoto wake, akamuinua, akamwekelea kwa tumbo hapa, akiangalia chini, lakini angalie kichwa amekishikilia, sababu bado ni mtoto mchanga. Akimwekelea hapa hivi kwa utulivu tu, anapomshikilia hivi, mtoto atatoa hewa, atachefua kidogo, atafanya. Wakati huo mtoto hawezi tapika, anateuka. Akishateuka utajua kuwa mtoto ameshiba, alafu utampakata vizuri na umlalishe mpaka wakati mwingine. Kunyonya kwa mtoto kwa stahili kuwa angalau kati ya masaa kwa siku, kwa masaa 8 mpaka 12. Lakini kila baada ya saa 3 hivi ni vizuri kumnyonyesha mtoto, kwa sababu hicho pekee ndicho chakula chake ambacho anachohitaji kuzidi kuongeza nguvu na kuzidi kukua. Kuna mjadala tulikuwa tunazungumza katika meza yetu ya habari kabla kipindi hiki, na tulikuwa tunazungumza kuhusu kuna wazazi maeneo mengine huwa katika ile miezi 6 kwanza pia huwa wanajaribu kuwapa maji watoto. Je, inakubalika? Haikubaliki kumpa mtoto chochote wakati wa mtoto ananyonya. Kumbuka mwanzo tulisema maziwa ya mama yametosha. Maziwa ya mama, ya matiti ya mama yako na kinga, yako mpaka na maji ndani yake, ambapo hustahili kumpa maji wala chochote. So hafai kula chochote sipokuwa mama mwenyewe ndio anastahili kula vizuri. Akule, awe na lishe bora ya kila aina ya chakula cha kumongeza nguvu, na anywe maji kwa wingi. Si maji pekee, si uji, vinywaji vyote vile alivyo navyo viwe ni vingi, kwa wingi kuliko hata kile chakula anachokula. Yeye mwenyewe awe anawiri vizuri kwa chakula, ajijali mwenyewe, ajizoee mwenyewe, ndio mtoto aweze kupata lishe moja kutoka kwa matiti yake. Ndio. Haya, tutakuja kwako baadaye kuzungumzia hivi vyakula ambavyo unasema kwa mama apewe. Ni vyakula gani ambavyo mama anafaa kula wakati wa miezi 6 kunyonyesha ama kipindi kizima cha kunyonyesha? Lakini nije kwako Mary, awali kabla tuende mapumzikoni tumezungumzia kuhusiana na swala la kwamba mojawapo ya watoto kukosa yale masaa yanayohitajika ya kunyonyeshwa ni kwamba baadhi ya wale wazazi wa mara ya kwanza, kwamba ni mtoto wao wa kwanza, anasema kwamba nikinyonyesha matiti yangu ataharibika, lakini pia anasema kwamba inamfanya anazeeka mapema. Hii ni dhana ama ni ukweli? Asante sana kwa hilo swali, na leo tuna kwa wazazi wote ambao ni wachanga, hiyo ni dhana, hiyo ni myth, ni ufahamu, ni maneno ambayo hayana msingi. Kitu cha kwanza, mtu yoyote, mwanamke yoyote akizeeka, matiti hayatabaki whether alizonyonyesha ama hakunyonyesha. Yale matiti lazima
kosa, itaacha kuwa kama ya msichana. Whether alinyonyesha ama hakunyonyesha. Kila mama kuzeeka, aging inakuja ni maumbile ya watu. Kwa hivyo aging itakuja, muscles zitaacha kukua, study zitaanza kuachilia. Aliyenyonyesha hakunyonyesha. So ya muhimu ni kwamba tunyonyeshe watoto kwa sababu faida zinazidi hiyo maneno. Na kwa kawaida mama, especially wale wanazaa wakiwa wadogo, matiti akimaliza kunyonyesha matiti yanarudi vile vile. Manake hiyo ni hali ya misuli kujishikilia. Na faida ingine ambayo tunapata mbali na zile za mtoto ambazo tumezungumzia ni kwamba mama pia ana faida zake. Utafiti nasema wamama wale wananyonyesha kwa muda mrefu wanazuiwa saratani ya matiti, saratani ya system ya uzazi. Huwa kuna uzuifu ambayo inakuja kutokana na kunyonyesha. Sana kuna hormones ambazo zinahusika na hiyo. So wamama wapende watoto, manake ukikataa kulisha mtoto pia huo ni ubinafsi wa hali ya juu jamani. Huo ni ubinafsi na huyu mtoto hawezi kujitetea, hawezi akainua sauti. Na kuna msemo inasema kuamua kunyonyesha ni maamuzi ya wazazi. Ndiyo. Sana mama. Manake kuna siku nikizungumza na wazee wanasema sasa mama hataki kunyonyesha, mimi nitafanyaje? Lakini wamama wahimizwe, nyonyesha mtoto. It is the only option ako nayo. Na faida zinazidi hiyo madhara ambayo tunaona, ambayo ni story tu. Tukirejea kwako baadaye tutakuwa tunazungumzia kuhusu hali colic condition kwa watoto. Maana tukizungumzia masuala ya kunyonyesha ni kwamba katika hao miezi 6 pia mtoto atakuwa anakuwa, ndo maisha hayo, anaanza maisha polepole, lakini kuna mabadiliko ambayo huambatana na mtoto kukua. Umesema akiwa tumboni ni hali ya joto, akitoka nje, yani akishazaliwa kuna mambo ambayo developments, yani maendeleo kadhaa yanafanyika kwa mtoto. Lakini nirejee kwako dadangu Ann, tumezungumzia vyakula vya kina mama wanapojifungua, wale ambao wananyonyesha. Manake ikiwa ni mtoto apate maziwa ya kutosha, inafaa pia mamake awe anapata lishe bora. Hivi ni vyakula gani? Lishe bora ni aina ya chakula, akule aina zote za chakula. Kama vile chakula cha kuongeza nguvu ambazo ni body building food. Chakula cha kuongeza damu kwa mwili ambazo ni vitamini, na chakula cha kujenga mwili. Na pia akule madini kiasi. Ambapo kwa kila lishe, kwa mzunguko wa chakula kuna lishe aina nyingi. Hakikisha anachukua moja katika kila anachopikiwa. Na angalie, kwa sababu asipokula vizuri mtoto hataweza kupata pia hayo madini. Sababu kumbuka chakula cha mama cha mtoto chote kinatoka kwa kile mama anakula. Na hakikisha anakunywa vinywaji kwa wingi. Iwe ni maziwa, iwe ni chai, lakini chai yenye haipotezi maziwa, chai ya kama ya Milo hivi. Na pia kama ni maji anywe vinywaji kwa wingi. Na akiwa ako na tatizo lolote lile, basi akiona chakula anachokula hakiambatani na mtoto haongezi nguvu, hapo atembelee kwa utafiti aweze kuelezewa zaidi vile anachanganya. Because changamoto nyingi zikuwepo na mama wanapolea watoto, unakuta si ati hali chakula, ana kila chakula. Lakini uchaguzi wa chakula, kile anachokula ni kile hakina nguvu. Waweza kumuona wakati mwingine anachukua chakula aina moja ambapo hakileti maziwa, nguvu kwa maziwa, na hiyo nguvu kwa maziwa haimfanyi mtoto aongeze ratili anapopelekwa kliniki. Hapo ndipo tunajadiliana na mama. Unamuuliza, nyumbani ni chakula kipi unakila? Unakwambia nakula sana, nakula hiki na kile na kile na hiki. Anapokutajia unaona kweli mama unakula vizuri. Lakini hapa kuna changamoto. Tunaweza kuchanganya hiki na kile na hiki ili tuweze kuhakikisha sahani lako limechukua kila kitu ambacho utaongeza. Anasema sikuelewa. Anapoelewa hapo utaona mtoto anaendelea kupata ratili na yeye mwenyewe pia anapata nguvu. Kwa muktadha wa Kenya hapa nchini ni vyakula gani? Manake tukisema anafaa kula madini, anafaa kula vyakula vinavyoleta nguvu. Kwa muktadha wa Kenya hivi ni vyakula kama gani hivi? Ni kama vile kwanza tunaangalia anaishi wapi. Na ni kipi chakula kilicho karibu na yeye.
Kwa mfano unaweza kuwa na mama ambaye hapa Nairobi. Hapa Utamwambia kama ni vitamini, kuna mboga kama vile sukuma, kuna mboga kama vile terele kwa majani, sasa vitamini. Kuna matunda ya kila aina, hayo ni upande wa vitamini. Upande huu mwingine ambapo ni upande wa protein, vyakula vya kujenga mwili. Tuambia kuna nyama za kila aina, kuna samaki, kuna nyama ya ng'ombe, na kuna protein pia vitu kama vyakula the cereals ambazo kuna maharage ya kila aina unaweza pika kwa pamoja. Kwa chakula kingine cha kuleta nguvu mwilini utamwambia unaweza kula kitu kama mkate, kuna vitu kama nduma, hivi zote hizo utamwelekeza. Ndio. Haya, sawa, nije kwako, lakini swala la vinywaji ni si pombe. Vinywaji si pombe, asinywe pombe. Na pia kwa sigara asivute sigara. Akule tu vile vyakula. Pombe itapoteza chakula. Pia kwa chai asikunywe kahawa. Kwa vinywaji pia asikunywe majani. Sababu iko utafiti unaonekana ziko na chombo tunaita nikotini. Nikotini huwa inafanya mishipa ya damu kule kukaza, ambapo kana maziwa hayatakuwa na mtiririko mzuri kwenye chuchu kwa mtoto na hatapata. Na kumbuka chenye ninachokula ndicho mtoto anachonyonya. Nisipokula vyema hata kula vyema. Nikikunywa vitu vibaya nitamwathiri, lakini nikikunywa vitu vizuri na yeye pia atanawiri na atakuwa na afya njema. Asante sana. Nikirejea kwako utakuwa natufahamisha mwanaume kama mimi mwanaume naweza saidia vipi mke wangu katika unyonyeshaji wa mtoto. Lakini sasa tuje kwako Kimani. Mabadiliko ya mtoto anapokuwa baada ya kuzaliwa miezi 6, anaponyonyeshwa kwa miezi 6, ni matumaini ya kila mzazi kutarajia kwamba mtoto wake atakuwa anaendelea kukua. Katika kuendelea kukua kuna hii hali inaitwa colic, kwamba ni kubadilika kwa tumbo, kwamba linabadilika katika kuzoea kuwa tumboni. Sasa hivi anaanza kunywa maziwa, ataanza kupata choo kawaida. Hii colic condition inapompata mtoto, wengine huwa hayawapati kwa sana vile, lakini inapompata mtoto ushauri huwa ni gani? Asante sana. So hiyo colic ni shida ambayo hutatiza wazazi wengi. Na inakuja wakati mtoto amekaa baada ya mwezi mmoja na nusu, miezi 2 hapo sana. Na inaletwa kutokana na hali ya kukua na hewa kwa tumbo actually. Si mabadiliko. Hata ni hali ya hewa kwamba mtoto anavyoendelea kunyonya, hata ukiuliza wamama inafikaga mahali maziwa inatoka kwa fujo, ni kama ile mfereji imefinywa, si ndio? So wakati mtoto ananyonya pia anameza hewa mingi. Akimaliza kumeza hiyo hewa inatatiza tumbo. Na jinsi ya kuimanage ni mwanzo kuna vile mtoto anapakata, ambayo tutazungumzia kwa swali hilo lingine. Kuna jinsi mtoto ambavyo ameshikwa na vile amepakata matiti. Kama ameshika vizuri, asiwe anatoa sauti ile ya clicking sound. Kitu kama hiyo inakuwa hatakuwa na hewa. Lakini kila baada ya kunyonya, na sister ametuonyesha, ni vizuri kusaidia mtoto kuteuka. Katika hiyo kuteuka anatoa hewa ile iko excess. Sasa tukumbuke kwamba kila mtoto ni binafsi, ni mtu binafsi, na watoto behave tofauti. Lakini haipendekezwi kwamba mtoto akishikwa na hiyo uchungu, na kuna vile mtoto utaona analia, anajikunja, ni kama tumbo inamtatiza. Kuna vile hiyo kilio cha colic inakuwa. Dawa yake ni kumsaidia kutoa hewa. Vile sister ametuonesha, mtoto wekelea kwa mfupa, ukimasaji polepole tu unasaidia kutoa hewa. Ama hiyo style ingine ya kuwekelea hapa kwa goti. Hata kuna nyingine tunasema unaweza mtoto akimaliza kunyonya unamshika hivi, alafu kwa tumbo ukimsupport hivi, inasaidia kusaidia hiyo colic pain, na utaona mtoto anatulia. Wazazi wengine hukimbilia kumpatia Bonisan, sijui dawa gani, sijui mitishamba. Hizo vitu hazisaidii na hazifai. Kitu inafaa
ni tuangalie unyonyeshaji, tunapakata mtoto vizuri, anashika matiti vizuri, na akimaliza tunamsaidia kuteuka, na kama anaumwa na hiyo tumbo, ukikashika hivi katatulia, ukikashika na hapa, hata baba umeuliza support, hiyo ni kitu moja baba anaweza saidia. Mama akimaliza kunyonyesha, baba amshike, kifua cha baba ni kigumu, na mama unajua ni soft, iko na soft tissue kwa sababu ya breast. Kushika mtoto hapo na kumsaidia kukua comfortable huwa inasaidia, na hiyo colic haikawii kwa muda mrefu, ni kitu ambacho kinapita. Mama akiona inakawia, ni vizuri aende kwa kliniki, aelezee hiyo shida, atasaidiwa. Manake Wizara ya Afya inaweka bidii kufunza madaktari. Kama kuna hii, tusikimbilie boni sana. Naona saa ingine wamama kama wanajitayarisha kwenda kliniki, si wamama, wazazi. Wananunua kwa ile begi na kuja pia na sijui boni sana, sijui grip water. You know, hizo vitu havifai, ni shida ambayo inaweza mtoto analia siku mzima kwa sababu ya tatizo hilo. Wakati unajaribu kumweka katika hizo positions kadha wa kadha, inashindikana kwa bado anatatizika. Maumivu yakizidi, hiyo ni advice ya kawaida. Maumivu yakizidi, muone daktari. Umenijibu swali. Twende kwa, umezungumza mambo na kliniki, na bila shaka mkuu wa kliniki hiyo yupo hapa. Sasa mimi kama mzazi, mimi kama baba, namsaidiaje mke wangu katika unyonyeshaji, katika safari ya unyonyeshaji hasa? Safari ya baba inaanzia wakati mama anatunga mimba. Unajua kweli mke wangu ametunga mimba. Na hivi karibuni baada ya miezi 6 atatarajia mtoto. Wakati wowote ule anapoenda kliniki, ambatana na yeye. Ambatana na yeye, ndio wakati anaposhauriwa na daktari unaweza kuelewa vile anafundishwa, na wewe pia unasikiliza. Kumbuka fimbo ya mbali haiwezi wanyoka. Wewe ndio uko karibu. Chenye anafundishwa, chenye hajasikia, maybe alikuwa amechoka sana, wewe ndio utasikiliza na utaweza kumuelekeza na kuambia daktari alisema tukipata hili tuende hospitali. Wakati ako na ujauzito, hapo ndipo anaelewa zaidi. Kumbuka hana mtoto wakati huo. Anapofundishwa jinsi ya kuanza harvest maziwa ama kuvuna, kukamua maziwa na kuyaweka. Wewe kama baba unajua nikimsaidia kukamua maziwa na kuweka na kuyahifadhi, itakuwa gharama kwangu itarudi chini. Sababu hii itaweza kunielekeza muda mrefu na nitaweza kutumia hizo pesa kwa jambo lingine. Halafu mama anapojifungua, wewe kama baba unastahili uelewe kuwa ni mke wangu amejifungua. Wakati mwingine anachoka sana. Wakati amemnyonyesha mtoto na mtoto hajatulia, mama anastahili kupumzika. Kama amechoka, na stahili pia namsaidia kupakata mtoto. Ama kama anatulia na kazi ni nyingi, maybe hana mfanyikazi, namsaidia mpaka kazi kidogo kwa nyumba. Kama sitaweza kuwepo, na ndio maana mnapewa paternity leave wiki za kwanza za mwanzo. Ninaangalia ni nani huyu anayemsaidia nyumbani. Kuna mfanyikazi ambaye nimemwajiriwa kumsaidia kazi za nyumbani. Na wakati mama analalamika kuna shida yoyote, unasikiliza na unasaidia kutatua. Kama ni hospitali, chukua simu, pigia wauguzi. Si watu tunawaambia wakati wote tuko 24/7. Uliza hilo swali, alafu utaelekezwa. Na usimkemee. Kumbuka maziwa ya mama ndio yaweze kuteremka vizuri, the let down, kushuka kwenye chuchu. Mama lazima awe yako na furaha. Awe amekaa makazi yake awe hayana kelele, hayana chochote kile kitakachomkasirisha. Yaani mazingira tulivu. Yawe tulivu. Alafu na pia amuelewe mkewe. Kumbuka mama anapojifungua, kuna wakati mwingine anaweza pata changamoto kama blues. Ama kukasirika, kujisikia hajielewi, kuona hai kazi ni nyingi, ama nasumbuka na watoto wakubwa waliozaliwa mwanzoni. Kama unaona watoto wamezaliwa mwanzoni wanamsumbua, chukua hao watoto wakubwa, cheza nao. Waeleze mama anastahili kupumzika, kuna mtoto mdogo. Huu ni mtoto wa mama. Wakati unamfanya hivi, mama atafurahi. Anapofurahi, bongo linajua mama amefurahi, linasaidia kuleta hizo homoni, linatengeneza maziwa. Kuna hizo homoni tunaziita oxytocin na prolactin, ili zinaelewa mama amefurahi na ataendelea. Kuna pia utamsaidia kupona. Anaponyonyesha pia ataweza kupona mapema na ataweza kuendeleza kukuangalilia mtoto. Kumbuka mtoto ni wenu, si wake.
Sasa hayo ndio baba anapostahili sana kushikamana na mama na kumsaidia kulea huyu mtoto wao aweze kuwa. Kwa hiyo hilo ndilo jukumu la baba katika kipindi cha unyonyeshaji wa mtoto, na zaidi bila shaka. mpaka afike kama mkubwa kabisa. Asante sana. Nije tena sasa kwako Daktari Kimani. Sasa hapa kuna mama amejifungua ama familia wamebarikiwa na mtoto. Nisitumie mama pekee, maana mtoto amesema, daktari amesema mtoto ni wa wote wawili, baba lakini pia mama. Sasa familia wazazi wamepata mtoto, ni mtoto wao wa kwanza, lakini pale awali tumesema kwamba kuna wale ambao huwa pia wana tatizo la kwamba hawapati maziwa, hawatoi maziwa, hawana maziwa ya kutosha. Sasa katika kupata ushauri wa daktari wameweza kuelekezwa kwamba kuna aina fulani unaweza kupata ile maziwa ambayo ulikuwa unanieleza kwamba yanaweza patikana dukani kwa ushauri wa madaktari. Sasa ametumia vile vifaa kwa muda mrefu katika kumnyonyesha mtoto wake, manake labda yupo kazi muda mwingi, mtoto wake anatumia vile vifaa katika kumpatia ile maziwa. Sasa kuna tatizo ambalo pale huwa mara nyingi pia linajitokeza, nipple confusion. Linapotokea tatizo kama hili kwamba mama sasa hivi amemnyonyesha tu kwa miezi miwili, lakini sasa mtoto sasa amekataa tena kunyonya titi la mama, aendelee kutumia vifaa ama kuna mbinu ya kujaribu kumsaidia mtoto ili kujua kwamba hili ni titi la mama na aendelee kunyonya? Asante kwa hilo swali. So wakati tunavyoanza kutumia aina nyingine ya kulisha mtoto ambayo ni inakaa kama chuchu, inaleta hiyo shida ya nipple confusion. Manake chuchu ya mama ni tofauti na chuchu ya chupa ni tofauti. Ndiyo. Na kutoa maziwa kwa chuchu ya mama huwa ni kazi. Lazima mtoto avute yale maziwa, so misuli yake ya mdomoni inafanya kazi ili maziwa yateremke. Ndiyo. Lakini ya chupa huwa maziwa kama haitoki, unaongeza size ya shimo tu, alafu maziwa inateremka. Pia unainamisha chupa. Na kwa kawaida binadamu yoyote tunachagua lile jambo rahisi kufanya katika maisha. Na tujue kwamba mtoto ni binadamu kamili. Ni vile ni mdogo kimaumbile na development, lakini ni binadamu. So anaweza chagua lile. Iwapo itakuwa hivyo, kawaida kuzuia ni bora kuliko kuponya. So ya kwanza ni vizuri wamama wapate ushauri. Sasa amesema kuna jinsi ya kunyonyesha, na hata kama mama si wa mara ya kwanza, kuna vile inastahili. I hope tutafika hapo jinsi ya kunyonyesha vile inastahili. Mama akifundishwa vizuri ashike. Na kitu kingine tumesema hapo awali, maneno ya unyonyeshaji inaanza mama akiwa angali mjamzito. Mafundisho afundishwe ili wakati anafika kujifungua ako tayari. So hiyo ni kuzuia. Lakini kama tayari tulianza kumpatia na sasa mtoto anaonekana kuprefer kutumia chupa, ya muhimu ni kwamba tuna withdraw ile chupa. First of all, akienda daktari atakuwa ameambiwa mnyweshe mtoto wako maziwa na kikombe, haitakuwa chupa. Haitakuwa chupa. Hakuna siku daktari atakwambia ati bottle feed your baby. Hapana. Kikombe cha plastiki kikombe hata ya ile tunatumia kunywa chai. Muhimu ni kuchagua kikombe ndogo ambayo na pia kuna skill ya kufundisha mzazi kunywa kutokana na hiyo kikombe. So kwa sababu huenda ikawa kama ameanza kunywesha na chupa, matiti yake pia haitengenezi maziwa kwa wingi, kwa sababu maziwa hutengenezwa kadri inayotolewa. Ndio sababu nilikuwa nimesema awali ni vizuri mama akamue. So hatutasema kuanzia leo usimpatie maziwa mengine, lakini tuna recommend aanze kupunguza. Aweke sana mtoto kwa matiti, sana wakati ana njaa. Mtoto akiwa na njaa atanyonya. Alafu tunatoa chupa kabisa, aanze kumnywesha kama maziwa mengine kwa kikombe. Alafu apunguze hii ya kikombe, arudi kama ni mtoto wa mwezi mmoja, miezi mbili, jamani, fanyia mtoto wema, mrudishe kwa maziwa ya mama. Ukweli ni kwamba usipoendelea kunyonyesha, maziwa yataenda yakipungua, yataisha tu. Manake hii maziwa ya mama inakuwaga supply and demand. Ni vile jinsi tunavyotoa ndio mwili unatengeneza maziwa mengine. Kama hatutoi, maziwa yenyewe yana kemikali inaambia ubongo
haya maziwa hata yatakikani. So mwili wa mama utaacha kutengeneza maziwa. Manake that is why mimi leo ukiniambia nitoe maziwa sina, lakini bado nina uwezo wa kimaumbile. Lakini kwamba hayatolewi, yanapotea. Tuko pamoja. So kwa sababu hairudi kwa mara moja, tunatoa mpira kabisa, tunafundisha mama akunywe na kikombe, alafu anyonyeshe sana sana. Anyonyeshe sana sana. Ni vizuri kulala. I hope wazazi wanalala na watoto. Tuna recommend mama na mtoto walale kitanda moja. Wa baba tunaomba to cooperate. Sisi amesema mtoto si wa mama, ni wa wao wazazi wote. Ni vyema mtoto kama huyo ambaye anapata nipo confusion, ningerecommend analala na mama ili mara mingi aweze kunyonya, ili arudi kuzoea chuchu ya mama yake. Haya, asante sana. Bila shaka tukirejea tutakuwa tunazungumzia ni miaka mingapi mtoto anafaa kuachishwa kunyonya. Kwa sababu gani nazungumzia hivyo? Kuna dhana kwamba mtoto anaponyonya kwa muda mrefu huwa mbumbumbu. Ni dhana katika jamii. Yaani huwa anakuwa mbumbumbu, nafikiri unaelewa kwamba yani anafundishwa vitu hashiki haraka. Hiyo sasa. Lakini pia tutakuwa tunaangalia swala ambalo umeleta hapa, hizi mbinu za kumnyonyesha mtoto. Mtoto anafaa kunyonyeshwa vipi, positions za kumshika mtoto katika kunyonya kwake. Lakini pia tutakuwa tunazungumzia maadhimisho ya mwezi ujao kama sijakosea ya kunyonyesha mtoto mchanga. Nafikiri ni duniani. Ndio tutakuwa tunazungumza hapa KTN mtazamaji. Ila kwa sasa ni mengi ambayo tunaendelea kujifundisha, hasa sisi kina baba. Maana lazima tuzungumze hayo. Bila shaka tukirudi tutakuwa tunazungumza mengi zaidi. Kwa sasa naamini kwamba baba yeyote amepata kujua jukumu lake katika safari hii ya kumnyonyesha mtoto, lakini pia masuala mengi tu ambayo ameyazungumza hapa. Utaruhusu pia nichukue pumziko jingine. Tukirejea katika awamu yetu ya mwisho tutazungumzia mengi zaidi. Usiende mbali. Asante sana, karibu mtazamaji katika awamu yetu ya mwisho. Kumbuka nipo naye Mary Kimani ambaye ni mtaalamu wa lishe lakini pia afya ya watoto wachanga, na Ann Akuwai ambaye ni mkuu wa kliniki ya mama na watoto katika hospitali ya Mata. Tunazungumzia umuhimu wa kumnyonyesha mtoto mchanga katika miezi 6 ya kwanza. Na kabla tuende mapumzikoni, kuna zile kulikuwa tunazungumza kuhusiana na ni miaka mingapi mtoto anafaa kuachishwa kunyonyeshwa. Manake kuna dhana katika jamii kwamba unapomnyonyesha mtoto kwa muda mwingi zaidi basi huwa anakuwa mbumbumbu. Ni dhana, si kauli yangu, ni dhana. Lakini pia unapolijibu hilo Dr. Ann, pia utuoneshe ni jinsi gani mtoto anapaswa kunyonyeshwa, anavyofaa kunyonyeshwa. Kwako Ann. Kwanza kabisa asante. Kunyonyesha mtoto ni zawadi kubwa sana mama anayoweza kumpatia mtoto. Kwa sababu la kwanza, wakati unanyonyesha mtoto inaleta uhusiano mwema kati ya mama na mtoto. Unapompakata mtoto ngozi kwa ngozi, hasa lile lisaa la kwanza ndani ya saa la kwanza la kuzaliwa. Kumbuka huo ndio wakati mama anahimizwa kumweka mtoto ngozi kwa ngozi, ambapo kuna lile pendo la mama la undani. Kila mtoto anajua harufu ya mama yake. Anapompakata huyo mtoto na kuweka kwa titi wakati wa hilo mtoto, ndipo wanajuana. Kumbuka walijuana ndani, sasa wamejuana wakati mtoto amekuja kwa dunia na mama bado anamuona kweli huyu ni yule mtoto wangu. Muda wa kunyonyesha. Muda wa kunyonyesha tunahimiza sana kulingana na utafiti. Ni vyema kumnyonyesha mtoto angalau miaka miwili. 24 months. Ni sana kuwa ukimnyonyesha mtoto muda mrefu atakuwa bongolala ama hataelewa. Huo ni uongo. Ukweli ni kuwa yule mtoto amenyonyeshwa na mama kwa muda mrefu wa miaka miwili hivi. Kumbuka vile tulisema manufaa ya kunyonyesha mtoto: inakinga maradhi, inaleta uhusiano mzuri kati ya mama na mtoto, inamfanya mtoto kuwa na ubongo ambao umekomaa vizuri, inazuia stagnation ama kutokuwa vizuri kwa mtoto, kutorefuka vizuri ambapo ni permanent. Ikipita miaka miwili haitaweza kurekebishwa. So miaka kwanza ya miwili ya mtoto ni muhimu unyonyeshe mtoto mama, usichoke. Hata kama umetoka kazini na unasikia umechoka, kumbuka hauna muda mwingine. Tena katika maisha ya mama na mtoto, hakuna wakati mwingine duniani
utaweza kuwa na uhusiano na huyu mtoto wako, isipokuwa ule wakati unapomnyonyesha. Huko ndio wakati utakuwa unamwangalia, unajua huyu ni mtoto wangu, mnaelewana, mnajuana, mnazungumza, mnaimba. Sababu ni la muhimu miaka miwili ukiweza. Lakini kuna watoto wengine ambao wananyonyeshwa hata kupita zaidi ya miaka miwili. Si vibaya. Kama anaweza kunyonya hata miaka 3, 4 ni sawa tu. Mtoto anaenda kucheza, anakuja mama anataka kunyonya. Ndio, ni sawa. Akiweza anyonye. Maziwa tena wakati mtoto maziwa ya mtoto ya mama ni zawadi kubwa sana kwa mtoto. Ukiangalia sana watoto wale wananyonya vizuri na wananyonya sana wanapokuwa katika miaka ya kwanza ya maisha, mwaka 1 hadi miaka 5. Nyakati ambazo wanakuwa wagonjwa ni chache sana. Ukilinganisha na yule mtoto hajanyonya. Utakuta kinga. Mwenye hajanyonya anatibiwa mara nyingi hospitalini kuliko yule hajanyonya. Na ukiangalia kwa nguvu, kukua, kucheza, kuelewa masomo, yule amenyonya muda mrefu ana uzoefu mzuri wa kukua vizuri, kwa mwerevu darasani kuliko yule hajanyonya. Ikiwa pia inalingana, lakini kuna wakati mwingine unaweza ona mama angelipenda sana kumnyonyesha mtoto kwa muda mrefu. Lakini mtoto amelikataa titi. Tunamwambia mama usikasirike. Kama bado uko na maziwa, kumbuka zaidi ya unavyolikamua titi, zaidi maziwa utakuwa na maziwa kwa wingi. Kamua hata akikataa, hifadhi. Mpe tu hayo maziwa yako, bado yatazidi kumwelekeza na kukua na nguvu. Namna ya kumnyonyesha mtoto. Namna ya kumnyonyesha mtoto. Kwanza kabisa tunasema kabla ninyonyeshe mtoto, mimi kama mama nastahili niwe nimetulia, niko tayari, ninajua namnyonyesha mtoto. Kiti, naweza kuwa ninamnyonyesha mtoto kama nimeketi ama nimelala. Tuseme hapa ni kwenye kitanda, unamchukua namna hapa, tuseme hapa amelala. Ndio. Amelala. Kwanza lazima niangalie hali yake vile alivyo. Akishaamka lazima pia, kabla nielezee positions za kunyonya, nitaelezea kile tunaita kwa Kiingereza cues, ama ishara za kuonyesha mtoto kuwa anataka kunyonya. Mara nyingi mama humchukua mtoto anapolia. Na ukimchukua mtoto kumnyonyesha saa zile analia, atakataa kunyonya. Atakuwa na kuuliza, kwani nilipokuwa nikitaka nyonyo titi kulinyonya mama ulikuwa wapi? Ninyamazishe kwanza alafu nisaidie titi ninyonye. Wakati mtoto anapoanza kutaka kunyonya, utaona mtoto akijikunja hivi, akiinua mkono, akijipimbua steering, ama akifanya ulimi hivi, akijaribu kutoa mtoto kutafuta titi, na atafika mahali mpaka anajinyorosha, na wakati mwingine anaingiza vidole mdomoni. Wakati unaona hizo ishara, kujua mtoto wangu anahitaji kunyonya. Mchukue wakati huo, muangalie kwanza, angalia kama ako sawa. Kama alikuwa amelala, mbadilishe, umtoe. Kama alikuwa na nepi, alikuwa shaenda kinyesi. Sababu mtoto huwa lazima awe kwa hali iliyo comfortable na tulivu. Ukishamnini, angalia tena umemkunja vidole, kisha mchukue. Unapomchukua bado ni mchanga, angalia shingo yake, unaishikilia vizuri sababu isikose. Huu mkono wako, angalia hili shingo limelalia hapa. Kisha mpindue mtoto, uso wako uangalie kwenye titi. Tumbo kwa tumbo. Usilipeleke titi kwa mama, kwa mtoto. Ni mtoto alete kwenye titi. Keti kwenye kiti ambacho kiko sawa, comfortable, unajisikia uko comfortable. Uegemeze mgongo wako vizuri kama ni kuketi vile nimeketi. Mpindue mtoto, tumbo kwa tumbo, uso kwa uso. Unapompindua mtoto, hakikisha kuwa, usiniweke hizi chini. Hakikisha kuwa ukishampakata hivi, umelitoa titi, uko comfortable. Alafu unapolitoa, inua titi, usishike kwa kama hivi, utakuwa unamzuia mtoto kupata matiti. Litoe titi, shikilia na hapa chini kama leta C. Hiki kidole kikubwa kikuwe ndicho kinaliongoza titi. Alafu Mary ataelezea juu ya attachment. Ukilishaitua, angalia huyu mtoto, wacha aupanue mdomo. Anapopanua mdomo kabisa, na uangalie mpaka midomo yake ilivyo, hapo ndipo akatakapolishika titi, utamuacha anyonye. Anaponyonya asitoe sauti yoyote kama kuonyeshana hajalishika titi vizuri.
wakati anaponyonya akilishika pale kwa ngozi ile nyeusi, tunapo airola midomo ishika hapo, usikilize vile anavyonyonya. Mtoto ananyonya vizuri ni mtulivu. Utasikia sauti yake ikifanya kama mwenye anayemeza maji. Anafurahia sasa hivi. Ndio, anafurahia. Alafu kuna njia nyingi za kumpakata mtoto anaponyonya. Ya kwanza, ukishashika kwa huu mkono, hili kiganja cha mkono kishikilie hapa kwenye makalio, umwelekeze mtoto tumbo kwa tumbo. Angalia ako vizuri. Unaona kama ningelikuwa nanyonyesha ako tayari kunyonya. Angalia ako vizuri. Kisha nyonyesha mtoto, tulia. Wakati amepakata titi atakuwa ananyonya vizuri sana. Wakati mwingine utakuta kuna yule mama ambaye alitoka kwa njia ya kupasuliwa na hataweza kumnyonyesha mtoto. Kuna position nyingi pia tunaziita kama ya football. Utamshika hivi, titi ni kubwa na hawezi kulifikia. Angalia hiki kiganja cha mkono kimekishikilia kichwa. Toa titi lako tena, shikilia mtoto, angalia umetulia we mwenyewe. Alafu akishachika vizuri, tulia tu, mtoto atalinyonya titi bila taabu yoyote. Unaweza kuwa umechoka na hawezi na upata mtoto. Sasa hiyo miguu huko nani atakuwa imeshikiliwa na huu mkono umeshikilia hivi na hiki kiganja kimeshika, na unamwangalia uso wako, jicho la mtoto litakuwa sambamba, ambalo unamuona na ukitulia ananyonya. Na pia ni njia mzuri pia ya kunyonyesha mapacha. Kuna wakati mwingine tunapooza mama maybe amepasula, hawezi fika chini. Kuna kile kiti ambacho kinaweza kuwa kime incline kidogo hivi. Mwekelee mtoto hivi hapa. Ukimwekelea toa titi, itakuwa kama ni ku-incline. Maziwa yatateremka kwa gravity. Utampea mtoto umetulia tu hivi na mtoto ananyonya tu vizuri pole pole. Nitasema hakuna njia sahihi sana kwa kila mama ama perfect ya kunyonyesha. Njia ni nyingi sana na position ni nyingi sana. Kuna cradle, kuna cross cradle za kunyonyesha. Wakati tunaelekeza mama, tunamwambia chagua ile njia iliyo bora kwako, ili utaweza kumpakata mtoto vizuri na uhakikishe ametulia na ananyonya titi na ameweza kutosha. Wengine huwa wananyonyesha wakati wanaangalia simu zao. Tunamwambia, mimi huambia kina mama wakati ninashauriana na wao, WhatsApp, wakati wa kunyonyesha mtoto, tafadhali enda bedroom. Wakati anacheka amezuia mtoto, wakati hata anacheka ameona kitu wako, namwambia simu weka kando. Kama ni chumba cha malezi ambacho ni sitting room, toka hapo. Kwa sababu wakati tunakaribia wakati wa uchaguzi, ataangalia ama wakati ule wa mpira ulikuwa, ataangalia, atasahau wanaangalia World Cup, anashangilia na haangalii mtoto. Naambia hasa hiyo miezi 6 ya kwanza, mahali pa kunyonyesha, kama huna chumba cha kunyonyesha, enda chumba cha malazi. Wakati mtoto anataka kunyonyesha, enda hapo pahali patulivu, mnyonyeshe mtoto hapo penye hapana distractions nyingi, ili wewe na mtoto uwe ni muda wako wa kipekee. Kumbuka chakula chake ni hicho peke yake. Na uhusiano wako na mama ama the bonding ni hiyo tu pekee. Na akipata chakula cha kutosha ataweza kuongeza ratili vizuri. Haya, nije kwako. Ulikuwa kuna kitu nataka kuzungumza, lakini pia ukizungumzia swala hilo ningependa pia uzungumzie kuhusiana na wiki ya maadhimisho, wiki ya unyonyeshaji ambayo inaanza Agosti 1 hadi Agosti 7, ili tuwe tunakamilisha sasa. Asante. Dakika kama 2-3 hivi ndio tumebaki nazo. Haya, sawa. So sister amezungumzia position, jinsi ya kumpakata mtoto, na position ya mama, jinsi ya mama anaweza keti. Sasa tukifika kwa kunyonya, kuna kitu inaitwa attachment. Jinsi mtoto ameshikamana na mdomo ya mtoto inashikamana na titi la mama. Kwa kawaida nina titi example hapa. Titi la mama litakuwa na sehemu nyeusi na sehemu nyingine ni ngozi yake, rangi yoyote. Tunasema mtoto akianza kushikamana, na sisi akasema kama mtoto anaangaliana na titi, tunasema mama aonyeshe chuchu yake kwa pua la mtoto ili isaidie mtoto kuinuka. Hiyo ni muhimu, ili anapofikia, kumbuka ako tayari kunyonya kulingana na zile cues. Anafungua mdomo kubwa. Akifungua, tunasema achukue sehemu nzuri tu ya titi. Hii sehemu nyeusi areola ashike vizuri. Hapo ndio maziwa huwa imewekwa kwa storage.
So ni muhimu ashike hapo. Akishika chuchu peke yake, maziwa hayako kwa chuchu, atavuruta na mama kabla ya muda mrefu anaweza hata pata shida za chuchu ikatike, ifanye nini, na inaleta matatizo ya unyonyeshaji. So ni muhimu mtoto ashike sehemu nyeusi kubwa. Wamama wengine sehemu yao nyeusi ni ndogo. So ya muhimu tena ni mtoto ashike a mouthful, tunasema. Ameweka tu sehemu nzuri ya matiti ndani ya mdomo. Hiyo ni muhimu. So kumsaidia kushika hivyo ni tusisindilie titi kwa mdomo. Onyesha kwa mapua, mtoto atafungua. Kisha kidevu iwe ndio inaguza titi ili ako kwa position mzuri. Wamama wengine wanasema utafunika mapua, na ndio sababu wanashika makasi. Tumeambiwa haufai kushika makasi. Akiinama vizuri, kidevu kinaguza matiti, atakuwa kwa position mzuri. Halafu utasikia, usikize vile ananyonya. Hatoi sauti na anavuta meza kwa mpangilio. Kama haina mpangilio kuna shida. Naamini tumesaidiana na wazazi maneno ya unyonyeshaji. Ndio, umewasaidia wengi, hata akina baba nao. Baba. Sasa tuzungumzie wiki ya unyonyeshaji ambayo ni Agosti 1 hadi Agosti 7. Malengo ni gani kwa dakika kama moja, ili dakika moja hivi tumalize, manake muda haupo nasi. Kwa muda kuanzia 1992, that is 34 years now, ulimwengu umekuwa ukiadhimisha hii wiki ya unyonyeshaji ili kupigia debe maneno ya unyonyeshaji. Na niwashukuru sana wanahabari kwa sababu mnatoa fursa, ni watu wengi wamesikiza yale tumezungumza. So hiyo ndio lengo ya hii maadhimisho. Kila mwaka kunakuwa na theme inaitwaje? Kauli mbiu ama malengo. Lengo kubwa la mwaka huu ni kwamba tumekuwa tukiadhimisha, kuna yale mambo yanafanya kazi, wanasema sustaining what is working. Mwaka huu kila mahali watafute ni nini nafanya kazi na wajaribu make sure zenye zina work ziendelee. What works? Ya kwanza ni ushauri ambao wa skilled people, ambao unapeanwa na madaktari. Ndio umesikia kila saa enda kliniki. Hiyo inachangia 54% kuhakikisha watoto watafikisha miezi 6 bila kupewa kitu kingine. Cha pili ni kuzalia hospitali. Hospitali kuna mipangilio inaitwa Baby Friendly Hospital Initiative. Kenya tunaita Baby Friendly Health Facility Initiative. Wanafanya kila kitu kufanikisha hiyo. Ya tatu ni maneno ya kazini. Tumesema wamama in the developed world wanaenda kazini, wapate na support kule. Nikasikia umesema hapa Standard Group kuna breast lactation room. Hiyo ni kitu ya muhimu sana. Ya 4 ni support ya partner na jamii na community. Kwamba ukiona mama ananyonyesha, tafadhali apewe support. Hiyo pia utafiti inaonyesha ni kitu ambayo inafanikisha unyonyeshaji. So kila mtu katika Kenya yetu tuadhimishe. Sasa hiyo wiki inaanzia kila mwaka, inaanzaga tarehe 1 mpaka tarehe 7 ya mwezi wa Agosti, whatever the day. Mwaka huu katika nchi yetu kutakuwa na maadhimisho ya Kui-Lounge ambayo inaongozwa na Wizara ya Afya, kitengo cha lishe bora. Mwaka huu itakuwa Murang'a. Huko ndio kutakuwa na kuangazia maneno ya unyonyeshaji, faida zake na nini tunaweza fanya kama taifa kufanikisha unyonyeshaji. Asante sana. Ni Mary Kimani, mtaalamu wa lishe ya afya watoto wachanga, lakini pia nimekuwa naye Ann Kawai ambaye ni mkuu wa kliniki ya mama na watoto katika hospitali ya Mata. Mwenzangu Vivian Kurui anasema kwamba amewasalimia sana, manake alikuwa anafuatilia kwa kina, manake ni mama yeye anafuatilia ile ajue. Dakika ni kama mwelekeza anambia kwamba pia mtayarishi wa kipindi hiki ni mama Becky. Pia naye amefuatilia sana, ameokota mawili matatu kuweza kumsaidia katika maisha yake haya ya uzazi. Asanteni sana kwa kuja. Dakika ni 50 baada ya saa 6. Bila shaka mtazamaji umejifunza mengi sana kuhusiana na umuhimu wa unyonyeshaji wa mtoto mchanga katika miezi 6 ya kwanza, manufaa, lakini pia mbinu ama jinsi ya kumnyonyesha mtoto na mengi zaidi. Naamini kwamba mmeweza kujifundisha. Kutoka kwangu Sama Mani, ndipo ambapo nafika kikomo cha yanayojiri leo hii. Mchana mwema.